mwakani ni mwaka wa uchaguzi. Sasa tunafahamu mwakani ni mwaka wa uchaguzi, na sisi viongozi hapa inawezekana kwa namna moja ama nyingine ukataka kugombea nafasi fulani, lakini wakati wa uchaguzi bado hujafika. Tukianza saa hizi tutaleta makundi ndani ya chama, na mimi sitakuwa muumini wa kuona mtu anaanza kuleta makundi sasa hivi kukipasua chama. Tunataka tuendelee kuungana, tushikamane pamoja, twende pamoja. Mwisho wa siku tuje tupate viongozi wazuri, na hatimaye tutaendelea kuungana pamoja kukilinda chama chetu, kukijenga chama chetu. Lakini pia inawezekana mwaka jana wewe ni kiongozi uligombea katika yale madonda, inawezekana na wewe ulijeruhiwa kidogo mwaka jana. Aidha uligombea nafasi fulani haukufanikiwa kushinda, jina lako lilirudi lakini haukushinda, au hata jina halikurudi kabisa. Inawezekana. Sasa katika hatua hiyo inawezekana alipita mtu wa mwenyekiti, katibu alimtaka huyu, mwenyekiti alimtaka huyu, mwisho wa siku akapita mtu anayempenda mwenezi. Baadaye yule mtu ameshakuwa kiongozi, labda ndio diwani sasa. Sisi wengine tusianze kuleta chuki. Tuungane. Eti kwa sababu alimpenda mtu ambaye alipendwa na mwenezi na kundi lake, sisi wengine tulete chuki kwamba yule bwana sisi hatumpe ushirikiano, yule ni mtu wa nani? Hapana. Ameshachaguliwa, kazi yetu ni sisi ni moja, kuungana pamoja, kufanya kazi pamoja na kushikamana pamoja. Mmenielewa ndugu zangu? Kama diwani alishinda, aliungwa mkono na mwenyekiti na kundi lake, kwa sababu kwenye uchaguzi huu lazima makundi yapo tu. Hayakwepeki. Kundi langu litampenda fulani, kundi langu litampenda fulani. Lakini kundi la fulani likishinda, akishashinda, sisi sote tunakuwa kitu kimoja kuhakikisha kwamba huyu ndio kiongozi aliyechaguliwa na chama. Pale sio kiongozi wa mtu tena, ni kiongozi wa chama. Mmenielewa vizuri? Kwa hiyo aidha unampenda diwani au umpendi, viti maalumu au diwani wa kata hii, mpe ushirikiano kwa 100%. Ni kuchapa kazi, ayatimize yale ambayo sisi tulimwelekeza na yale mengine aliyoyaahidi. Mmenielewa ndugu zangu? Uchaguzi wako una vidonda. Ni kawaida. Lakini kwenye chama hiki ni faraja kubwa sana. Kiongozi wenu au kiongozi kwenye kata hii anapotokea anaomba nafasi fulani, nani mkampa ushirikiano akashinda ile nafasi, ni faraja. Kwa sababu kwenye kazi hizi za chama, hizi kazi hatulipi mishahara. Anaomba unakuwa na faraja kubwa sana ukiona wenzako wanakuunga mkono kwenye jambo fulani. Nakumbuka hata mimi niligombea, uongo kweli? Jina langu alikurudi. Lakini nilikuwa na uhakika 100%. Kama jina langu lingerudi, pangechimbika. Uongo kweli? Lakini sasa patikana mbunge, tunampa ushirikiano kwa 100%. Unanielewa point yangu? Kwa hiyo tushirikiane. Na mbunge tunamuelekeza, sisi ndio tunampangia majukumu. Utekelezaji wa ilani tunaenda kumkagua, tunakuwa naye. Na baadaye tunamwambia bana, uliahidi moja, uliahidi hili, uliahidi twende tukatekeleza. Lipi tuanze nalo? Na je, huku kwenye kata hivyo hivyo. Mbunge hapa sisi tuna majimbo mawili. Mbunge wa kule na wote wawili. Huku uliahidi hiki, uliahidi hiki, uliahidi hiki. Twende kwa wananchi tuanze kutekeleza. Hili hapa lijatekelezwa, muda unaenda. Yale ambayo yako ndani ya uwezo wetu wa kutekeleza kwa wakati tuyafanye hivyo ili kuondoa chuki kwa wananchi. Kwamba kutuambia mara zote kwamba wana CCM wao bwana wakiahidi watekeleza. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametekeleza mambo mengi sana. Na wakati mwingine hawa watu washukuru tu. Hawezi kuwa na shukrani kwa sababu mambo yaliyofanyika ni mengi sana. Zahanati ni nyingi sana. Hapa Mbeya mjini sasa hizi tuna zahanati zaidi ya 17. Ndani ya miaka michache sana. Tuna sekondari, tuna shule za msingi. Lakini ukienda huko wanakuambia hakuna kilichofanyika. Kwa hiyo ya kusema yapo. Diwani pamoja na kwamba ndo ameanza sasa hivi, lakini mkikaa kamati ya siasa lazima mtaniambia kipindi hiki kisha diwani amefanya hiki, amefanya hiki, amefanya hiki. Lakini mkienda huko nje utawaambia hamna mlichofanya. Sasa sisi tuwe mabalozi. Na nichukue nafasi hii, diwani amepatikana na viti maalum mmepata kwa bahati nzuri. Lakini pia mna wenye viti wa mitaa. Tunataka tuchangamshe mji wetu. Na hili ni jambo langu la tatu.
mji wetu uchangamke. Wenye viti nendeni kafanyeni mikutano. Tutoke. Hamna kumuogopa mtu. Tuneni tukawaambia wananchi kwenye mtaa wako changamoto, nenda kufanya mikutano. Nenda kasome mapato na matumizi. Msilete chuki kwa wananchi. Sisi ndio wenye tumeunda dola. Nendeni. Diwani, fanyeni mikutano ya hadhara. Iteni mikutano. Wakati mwingine mnaita mikutano ya kuwasikiliza wananchi. Sio lazima mtoe yenyewe ya kwenu. Mnaambia wananchi tumewaita, tuambieni kuna changamoto gani. Si mnanielewa? Tumewaita wananchi, tuambieni mkutano wa hadhara mkubwa wa kata. Tuambieni tunataka tuwasikilize kuna changamoto gani. Watawaambia kuna barabara fulani. Na hapa mmenipa risala. Nimeipokea hiyo risala na nisije nikasahau. Nikifika na muandikia mkuu wa wilaya yote changamoto mlizoniambia hapa. Sababu kazi ya chama ni kupokea na kuelekeza serikali. Ndio kazi yangu mimi mwenyekiti. Kwa hiyo nikifika na muandikia mkuu wa wilaya, mwambie katibu andika barua muandikie mkuu wa wilaya. Changamoto za Iwambi ni 1, 2, 3, 4. Na kila kata nitakayoenda atapata barua nyingi sasa hivi. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi. Kwa hiyo tuendelee kufanya hivyo. Waiteni wananchi, wasikilizeni. Watoe kero zao, uwe diwani una mamlaka ya kuita mkutano wa hadhara. Mwenyekiti wa mtaa kwenye mtaa wako una mamlaka ya kuita mkutano wa hadhara, na hapo ndipo viongozi wa chama wanaingia na wenyewe wanasema maneno yao hapo ya kuencourage wananchi, kuhamasisha wananchi, kuambia wananchi tuilinde nchi yetu na tuendelee kuhimiza amani kama Mheshimiwa wetu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anavyofanya. CCM oyee. Ndugu zangu, jambo la mwisho kabisa. Sisi kama chama tunataka kuchangamsha mji wetu sasa. Mimi mwenyekiti wenu nipo sasa hivi. Tuendelee kushirikiana usiku na mchana. Siku na mchana. Mmenichagua kuanzia 2022 huko. Lakini mlinichagua 2017 mara ya kwanza. Hiki ni kipindi changu cha pili. Mmenilea kwenye chama hiki. Wakati wote tumekuwa tukishirikiana nanyi, na wakati huo nikitokea umoja wa vijana. Kwa hiyo mimi nimekulia mikononi mwenu. Kwa hiyo nitakuwepo wakati wote kuhakikisha kwamba tunashirikiana katika changamoto zote. Tunataka tuchangamshe mji wetu. Tunaanzisha jogging club ya chama chetu cha Mapinduzi. Kwa hiyo tutakwenda kukutana kila Jumamosi, tunakutana pale Sabasaba CCM. Tunatembea, ambao hawezi kukimbia watatembea. Tunapiga kilomita zetu ngapi pale. Na tunataka tuwe watu wengi sana. Vijana, wazazi na wakina mama. Kwa hiyo na sisi tunahamasisha na watu wengine hata wasiokuwa wana CCM, lakini ni wananchi raia wema. Sababu kuna watu raia wema lakini hawana chama chochote. Lakini wao wanasupport maendeleo ya nchi yao. Kwa hiyo wakituona vile na wenyewe wanaungana na sisi. Kuhakikisha kwamba tunaendelea kusisitiza amani na mshikamano wa nchi yetu hii. CCM oyee. Wangapi watakuja kwenye jogging club yetu ya mazoezi ya chama chetu cha Mapinduzi? Na mimi ndo nitakuwa kiongozi. Naona wengi wamenyosha hapa, karibia wote. CCM oyee. Tunakuja pale tunafurahi pamoja, tunaagana, baadaye tunaendelea na mambo yetu.